Bela Media, we maximize your potential. Pia mambo ni aje, netoga Jigo Regina na hapa ni Michael Bela Media. Nyuma kamera niko na brother G, tunaendelea kukiwasha ile kinoma noma. Kama huja subscribe hakikisha una subscribe, like, comment, pia share kwa wapendao ili nao wapate kile ambacho unakipata wewe kila siku ndani ya Michael Bela Media. Bwana, kama ilivyoda kukuletea vifurushi pendwa, vifurushi ya vichachi. Leo niko mita ya kati, I think hapa ni RA, sijui plote nadhani tutaambiwa. Niko na Maya wetu ambao wametrendi sana kwa sasa hivi Nyarugusu Kempu. Nadhani mnawaona Maya asubuhi tu ya leo wameamka wamependeza na sura zao zimenawili kama mnavyoona. Tutapiga no story moja mbili tatu, kama kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili upate kile ambacho ninakuletea kila siku. Wawaite na wote mkusanyike mje muone ni kipi ambacho nawaletea. Mambo vipi? Poa. Uko fresh kabisa. Wanakuitaga nani? Hadija. Bi Hadija mwenyewe. Nilizungumza na mume wako akaniambia wewe ndo bi mkubwa kama sijakosea. Mimi ndo bi mkubwa. Hongera kwa mkubwa. Asante. Mambo? Poa. Vipi hali? Safi. Ndo una sauti kadogo hivyo au ni mimi ndo unanisikia hivi? Hapana, ndo sauti yangu. Ndo sauti yako. Unajulikana kama nani? Bi mdogo. Bi mdogo nani? Mwenge. Mwenge mwenyewe. Nadhani mmewaona Maya wetu, bi mkubwa kwa bi mdogo. Yaani hata kwa sura tu unaona kabisa huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Una miaka mingapi Bi Hadija? 16. 16. Bi mdogo naye miaka 15. 15. Mwamba nadhani aliona kwamba apangilie 16, 15 asicheze mbali na hapo. Tumesikia papa Muya ana miaka 21 lakini aliona aje achukue vitoto vyake vya jenzi 2008 na 7 hapo na ngapi. Hataki mambo mengi. Sasa sisi bwana tunatamani kujua maisha yenu baada ya ndoa, mnaishije, lakini pia mnaonaje na vipi kuhusiana na masuala mazima ya majirani, ndugu zenu. Maneno tuanzie kwanza, mnaishije na familia ya mume? Tunaishi vizuri tu. Okay. Tunaishi vizuri kwa usalama. Kama kisi unavyotuona. Okay. Nani Mwenge? Mwenge mwenyewe. Unaweza ukatuambia unajua miaka 15 kuingia kwenye ndoa kwa kwetu sisi ni kawaida, lakini sio jambo rahisi. Kwako wewe ulilipokeaje baada ya kugundua kwamba mimi nina miaka 15 na naingia kwenye ndoa kama naenda kuwa bi mdogo? Miaka 15 kuingia kwenye ndoa kuwa bi mdogo sio jambo rahisi. Ni kawaida tu. Ni kawaida. Ndio. Wewe ulilichukuliaje? Poa tu. Poa tu. Wengi wanasema kwamba mabi mdogo wengi wanakuaga ile pambe. Mimi sina hivyo. Wewe una hivyo. Wewe uko umepoa zako tu, unaga mambo mengi. Ndio. Lakini pia bi mkubwa, Bi Hadija, mimi nitakuwa nakuita Bi Hadija. Unajua kule kuolewa sehemu moja kama mwanamke na unaletewa tena mwanamke mwingine baada ya siku 2. Pengine labda mlikuwa mmepanga na mume wako muoane, alafu anakuja anakuletea mwenzako. Wewe ulilichukuliaje? Nilichukulia tu kawaida. Ni kawaida. Kwanza tulikuwa tunakutana na marafiki, alafu tulikuwa tunajuana. Ukija tena kusema sijui nilipokeaje, mimi naona tu ni kawaida. Yaani mlikuwa mnajuana kwamba huyu ni mpenzi wa fulani. Yaani mlikuwa mnajuana kama nyie ni marafiki na mlikuwa mna date na mwanaume mmoja. Na mlikuwa mnalijua hilo. Tunalijua. Eti ni kweli? Ni kweli. Sasa ilikuwa iwasumbui kwenye urafiki wenu, wivu nini? Wivu wa nini? Utakuja upasuke bure. Hakukuwa wivu. Na kama hivyo ilikuwa yani nile kidogo lakini sio sana. Ilikuwa isumbue. Maya, wewe unasemaje? Kawaida tulikuwa tushazoeana. Yaani ilikuwa ishakuwa tu kawaida. Hata mwanaume akishakuja kisha tukuta tuko wote tunaongea na anaondoka. Yaani nyie wenyewe mlikuwa mnajua kabisa mwanaume wetu yule anakuja. Ndio. Na mlikuwa mnaongea naye tu masuala ya mahusiano.
Tunaongea sisi sote. Okay, kwenye kipindi chenu cha mahusiano labda iliwahi kutokea fulani amezingua, labda bi mdogo amezingua, ukamshauri mume aachane naye? Mimi siwezi nikamshauri aachane naye. Ni maamuzi yake. Kwanza siwezi nikamuingilia. Yeye aliona hapo wenyewe anaingia hapo sahihi, muache tu. Yaani gisa alionaga kaenda kwa bi mdogo wangu, akaona peva shafika, nikamwacha mtoto ushauri ange kusikia. Ni maamuzi yake. Okay, Papa Muya ni joueur. Tunajua kwamba majoueur wengi kwenye swala zima la wanawake ndo vyao. Kwa wanawake. Kwenye swala zima la wanawake, wanakuaga na wanawake wengi. Inafuatana na tabia za mtu. Wanavyomjua mume wetu. Yaani naona tulikuwa sisi wawili. Tulienda mpirani sisi wawili, tunarudi tena sisi wawili hivyo hivyo. Sasa ikitokea nyie mnajijua mko wawili, ikitokea kama kuna mwingine yuko tu anasubiria kaupepo akaka kwenu kapite ili na yeye aletwe. Akaribie. Tena tutafungulia gate kabisa. Akaribie. Hamna shida eti bimdogo. Hamna shida, yani na maji tunampangia. Na yani kila kitu tunamwandalia. Kigoda tunamwekea. Na kigoda. Yani yeye tu. Lakini pia tukiangalia lazima kutakuwa tuna changamoto labda kwenye masuala ya kifamilia ya kwenu au ya mke ya mume. Kwenye huyu bwana kwani unaolewa na wanawake wawili hivyo? Kwenu ninyi imekuwaje? Swala la familia kwenda mtu fulani ameshaoa, sasa bi mdogo baada ya kusikia fulani ameshaoa na mwanamke na wewe wakakupima wakakuta una mimba wakakuleta. Kwanza hawakukushauri kwamba huyu tayari ameshaoa unabidi uzalie nyumbani? Kuzalia nyumbani mimi mwenyewe sikuwa penda hata kuzalia nyumbani. Kuzalia nyumbani na kuongeza gharama mkubwa nyumbani. Yaani kwa muhimu mimi nikuje kwa mwanaume wangu mwenendo amenibebesha mimba. Na kutokuwa tatizo hata shida. Waliposikia tu wakakuleta. Ndio. Ndio hivyo. Vipi kuhusu Bi Hadija? Kwanza hata nyumbani kwetu ndio kulikuwa mna shida kabisa. Nilivyokuja tu roho zangu zilikuwa zinatulia. Kwanza haukuwa hata shida. Kwanza nyewe mmeridhia. Lakini nyie wote ni wajawazito. Jamani, Papa Muya alisema wote ni wajawazito, lakini tunatamani kujua tutawapata watoto lini. Kwa sababu ujauzito lazima uwe na miezi. Kuna wa miezi 2, wa miezi 3, wa mwezi 1. Vipi huku? Tutampata mtoto lini baada ya miezi 9? Tumtegemee lini, mwaka huu au mwakani? Mwakani. Mwakani mwezi wa ngapi? Sijui. Na mimi sijui. Nini mnasikia aibu au hamjiamini kama mna mimba? Au bado hamuamini kama mna mimba? Tunaamini, sema hayo ni masuala ya Mungu sasa. Wanakuja wanajipangia sijui huu mwezi fulani. Ni mipango ya Mungu, sisi nikasema sijui natarajia kupata mtoto mwezi fulani hapana. Wewe mimba yako ina miezi mingapi? Sijui. Hujui mimba ina miezi mingapi? Bi Hadija bi mkubwa kabisa. Unajua wewe sasa hivi ndio unabidi uendeshe hao wengine wote wanaokuja. Haijalishi watakuwa ni wangapi. Sasa lazima ujue vitu kama hivyo vidogo. Mimi sijui sasa kama mimba ina miezi mingapi. Mimi tu nilijigundua na mimba. Mume wangu akafanya mchakato akanileta. Ila sijui miezi sijapima bado. Okay. Vipi kuhusu wewe? Na mimi sijui kama mimba ni ya miezi mingapi. Na mimi tu niligundua kama nina mimba. Unajua kwenye mimba kuna dalili. Tutachukua muda kidogo maana maya wetu jamani ni wawili. Mimba zina dalili. Wewe ulijuaje kama una mimba? Au dalili zipi ambazo zilikufanya ukajua kwamba mimi nina mimba? Nilipitisha mwezi.
Hazikuwa dalili zingine zote kutapika, kucheua, si kufanya nini? Bado hazijafika. Nitawadanganya kweli. Vipi kuhusu wewe? Na mimi nilipitisha mwezi. Okay. Baada ya kupitisha mwezi na kugundua kama una mimba, ulimwambia mume wako kwanza au familia kwanza? Mume wangu kwanza. Na yeye alikuwa ameshachukua jiko au bado alikuwa hajachukua? Hapo alikuwa bado hajachukua. Akakuja kuchukua nyuma. Lakini taarifa alikuwa ishapata. Ndiyo. Kwa hiyo na ukaona kwa sababu ameoa acha tu na mimi niende. Hakuna shida hapo. Hakuna shida hapo. Unajua kuna changamoto nyingi tunasikia huko kwamba mbona hawa wanaonekana kama wako kawaida tu, tofauti na wanawake wengine ambao wanaolewa wanawake wawili sehemu moja, wanakuwa kidogo kunakuwa na vijembe. Vijembe vya nini? Yaani kisi unavyotuona hivi, nyende nayo taarifa tu. Eti sijui Bi Adija na bi mdogo wake wanafuja sijui nini. Sidhani kabisa. Okay, tugundue kwanza tabia. Tumgundue bi mdogo. Maana nyewe wote ni marafiki. Tuanze kwa bi mdogo. Yaani yeye na kuuliza sasa tabia zake. Maana marafiki si wao wanajuana jamani. Wewe unamwonaje bi mdogo wako? Tabia zake zipi zikoje? Zipo sawa tu. Kwanza tunakutana tunazoeana. Kwa hiyo mimi hapo namuona ni kawaida. Yaani namuona kabla yaani kama kisi ninavyojionaga mimi ndio ninavyomuona naye. Kwa naona tupo sawa. Vipi kuhusu mengine mimi hakuna mtu binadamu akamiliki. Huenda na mapungufu yake mimi siyajui. Ndio. Tuko sawa tu, bingu wangu anakuwaga sawa tu, anakuwaga yupo simple muda wote, hana vurugo na mtu, yani yupo sawa tu. Kama kisiwe na mimi ndo nipo na yeye ndo yuko. Kama jinsi wewe ndo huko na yeye ndo yuko hivi. Sawa, turudi kwenye swala la kuhudumia mume. Tunajua kwamba lazima nimeongea na papa Muya akasema kwamba mmetenganishiwa nyumba. Kila mtu ana nyumba yake. Vipi sasa kuhusiana kuhudumia mume, chakula, sijui kufulia, kumtengea maji? Mara nyingi anafanya nani? Sisi wote. Sisi tunamtengea maji, tunampikia chakula. Yaani huduma anazotaka yeye, sisi wote tunamhudumia. Wala hata hamna shida. Tunamhudumia tu vizuri pasavyo. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba hawawezi kuwa sawa muda wote, kuna siku tu atagombana, mnaambia nini? Wanajidanganya kwa Mungu. Wanajidanganya kwa upande wangu. Na hata bi mdogo wangu ninavyomuona tu. Yaani kwanza iwe ndoto. Eti tuje itokee siku tuje tuvurugane. Nitawadanganya kwa Mungu. Mama, maiki ni yako. Unasemaje? Yaani watulie. Yaani hakuna shida, hakuna karaha. Tuko simple na bwana yetu. Yaani kila kitu kiko simple na mama yetu Mungu wetu. Yaani tuko vizuri tu. Hao wengine maneno yao atujali nayo. Yaani atujali, hatuna na hofu nayo hiyo maneno. Nadhani mmesikia. Mnawashauri nini pia mabinti kama ninyi ambao wanatamani pia kuolewa? Labda mna lolote la kuwashauri? Wenyewe tulie tu. Wasije kudumbukia tunapodumbukia sisi. Maana sisi wenyewe tukutaka kuolewa kwa hiyo miaka hivi. Hatukutaka hiyo. Hapo hao ambao nasema sijui maneno yao kututenganisha, sijui kutuletea fujo. Kama kwangu amegonga mwamba kia Mungu. Mimi yaani nakuwa najisumbua. Wataleta maneno ya wapi, ya kusini, kaskazini, mashariki wapi, wanapapajua. Sidhani. Nyewe wote mnaishi hii village? Nyewe wote mnaishi era. Mtoto era mmechangamka nyie. Watoto
tunasikiaga mmechangamka sana. Tunachangamka. Hapana uko na poa, mwanamke hapo wake. Mwanamke hapo wake. Hapana. Uko na changamka ndio vizuri. Jamani, mimi nadhani mmewasikia Maya wenyewe walivyojielezea. Mmeridhika na majibu yao, lakini pia nyewe wenye midomo ya husda jamani, mtulie na kutulizana. Wenzenu wamesharidhika na mume wao ameridhika nao. Lakini pia ushauri kama mlivyosikia, wale ambao mnatamani kuolewa, mtulie, msije mkadumkia kwenye dimbwi hili, sio pazuri. Naitwa Jiglory Jina, nyuma kamera niko na brother Jina, hapa ni Michael Bella. Thank you, bye bye. Media will maximize your potential.